Karibuni watazamaji wetu wa kipindi yetu ya Wimenye ama Kujijua. Karibuni tukaweza kuendelea pamoja. Siku hii ni siku nyingine ambayo Mungu ametujalia. Hakika Mungu ni wa ajabu, sababu tulimuomba na ametutimizia. Kwa hivyo karibu tukaweza kuenda pamoja, njogeeni pamoja. Wanjiko karibu sana ukaweza kusalimia wenzetu ili tukaweza kuenda pamoja. Na wasalimu katika jina la Bwana watazamaji wetu, wasikilizaji wetu. Na wasalimu tena. Mjisikie mkiwa nyumbani, msikie mkiwa huru wakati mnapotutazama, wakati mnapotusikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana Wanjiko. Watazamaji wetu, nataka tukaweze kuwa pamoja, tukaweze kufungua kwa maombi ili tukaweze kuendelea pamoja. Wanjiko, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema ni asante. Tunajongea mezani yako Jehova, tukijua ya kwamba Mungu umekuwa pamoja nasi tangu usiku wa kuamkia leo. Mungu wetu umetulinda, umetuhifadhi, ndio maana tunasema ni asante. Tunajua ya kwamba Bwana uko na kusudi kubwa, Bwana wa mabwana, kutupea asubuhi ya leo. Uko na kusudi kubwa kutuunganisha pamoja na watazamaji wetu, ili Mungu wetu tukaweze kuenena pamoja nao Jehova, tukaweze kufikisha ujumbe ambao Bwana tuile tuko nao Jehova, tukaweze Bwana hata kuendelea pamoja na wao Jehova. Wabariki, wainue Jehova asubuhi ya leo. Mungu wetu tunakuomba ukaweze kuanza pamoja nasi, ukaweze Bwana kuendelea nasi mpaka tamati ya kipindi hiki ya siku ya leo. Mungu wetu tukitakapo na mkono wako, sifa na shukrani ni kwako. Ani katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Mtazamaji wetu, na tunaenda moja kwa moja kusomewa Biblia. Tukaweza kusikia Mungu anataka kusema nini haswa na nini siku hii ya leo. Ndiko neno letu la siku la leo litatoka katika kitabu cha Waefeso 6 kuanzia hapo 1. Tutasoma 1 hadi 4. Waefeso 6 kuanzia 1 hadi 4. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Pili, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. 3, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. 4, nanyi akina baba msiwashokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na moyo ya Bwana. Biblia inataka kutufunza aje? Inataka kutufunza kuhusu kuheshimu. Maana hata vile tuko wazima hivi nyaga, kweli hakuna yule hana baba wala mama. Na kama baba ameaga, maybe umebaki na mama. Na maybe kama baba ameaga, umebaki na mama. Na kuna wale wamebaki na wazazi wote wawili. Kweli. Neno linatuambia kwamba tutii wazazi wetu ili tukae siku mingi katika dunia. Na kwanza ati maandiko inatuambia ya kwamba ati hii ndio amri ya kwanza ya ahadi. Ati tutii wazazi wetu. Watoto watii wazazi wao. Nanyi wazazi tusishokoze watoto. Wanjiko kidogo nikisema hapo, amesema nanyi akina baba. Halo. Biblia inasema nanyi akina baba. Kwa hivyo kuna ile yani wa baba. Wanjiko nikiangalia vizuri hii mambo ya Mungu amerudisha watoto na akina baba. Kwa nini? Najua Wanjiko wazee ama wakina baba wamebeba ile baraka kubwa kwa watoto. Na ndio maana Mungu anasema nanyi akina baba msichokoze watoto, sababu wakati wazee wanapochokoza watoto huwa wanarushania maneno ambayo si mazuri Wanjiko. Kwa hivyo utapata mzee atatamka maneno ambayo itaenda yani kinyume na yule mtoto, na utapata huyo mtoto hataweza kubarikiwa. Kwa hivyo ndio maana unasikia tunaambiwa ya kwamba hii ni ile ahadi
yani ni amri ya kwanza yenye ahadi. Kabla hizo zingine zikuje, hii ndio ilikuwa ya kwanza. Kwa nini? Sababu ukisoma maandiko vizuri, hata watoto ni baraka kwa familia, wazazi. Kwa wazazi. Kwa hivyo wakati watoto wamekosa kutii wazazi wao, wanajiletea rahana, wanajiletea yani kukosa mafanikio katika maisha yao.